Mungu asifiwe sana, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Radio FM. Masafa yake yanaanzia kule Lindi. Ninayo furaha tena Mungu kutupa nafasi na uhai ili tuweze kuweza tena kukutana pamoja kwa namna hii na kuzungumza na wewe asubuhi ya leo, na Roho Mtakatifu apate kutuhudumia kwa neno la uzima. Kwa hiyo nataka sasa ufunike macho na niombe. Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi, nakushukuru sana kwa ajili ya siku nyingine mpya ambayo umetupatia tuweze kujifunza kutoka kwako. Na wewe ndiye mwalimu mwema juu ya maisha yetu. Naomba sasa Mungu tufundishe, na Mungu useme nasi. Na ulisema nitakufundisha ili upate faida. Naomba watumishi wako hawa pamoja nami popote walipo duniani, wanaposikia, wanapotazama, basi ikapate nafasi ndani ya mioyo yao hii neema ya uzima na kukutambua na kukujua na kuyajua mapenzi yako na makusudi yako. Sema nasi Mungu wetu, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, ni mimi ndugu yako mchungaji Daktari Livingstone Dennis kutokea Dodoma, na tumekuwa na mfululizo kujifunza masomo mbalimbali tangu TV hii imeanza, na tumekuwa na mambo mengi ya kujifunza, na najua umebarikiwa sana. Tumekuwa na walimu wengi ambao wamekuwa wakifundisha, na wamekuwa wakifundisha vizuri chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Lakini sasa tena asubuhi ya leo tunataka tujifunze somo ambalo tuliliachilia katika wiki iliyopita Ijumaa asubuhi. Somo hili nasema tujifunze kwa Yesu. Tujifunze kwa Yesu. Na katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 11, sura ya 11 mstari wa 29, Yesu anasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Naona kujifunza kwake Yesu. Na Yesu amesema maeneo mengi yeye ndiye mwalimu. Sasa mimi ni mwalimu, naona, na hata sehemu nyingine aliwaambia mnaniita mimi mwalimu, ndivyo nilivyo. Na sasa basi myatende yale niwaamurio, ninayowajulisha, ninawafundisha, ninawaelekeza, myatende, anawaambia wanafunzi wake. Na kwa hiyo Yesu ni mwalimu, lakini tunapaswa kujifunza kwake. Katika wiki iliyopita nilisema wewe unajifunza kwa nani? Lakini Yesu anahitaji tujifunze kwake. Nami nilipokuwa ninalipitia somo hili na andiko hili, nilitiwa nguvu sana kwamba ni vyema kujifunza kwa mtu aliyefanikiwa, ambaye ameshinda, na tuna uhakika wa kushinda kwake. Tuna uhakika kabisa kwamba Yesu alishinda mitihani yote aliyopitia katika maisha hapa duniani, na baadaye uzima wa milele. Na kule akiwa mbinguni akasema kwamba anasema, nami nitampa kila mtu ashindaye kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama vile nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kwa hiyo huyu ambaye tunajifunza kwake ni yule ambaye ameshinda na yuko kwenye kiti cha enzi baada ya ushindi mkubwa. Tunahitaji kujifunza kwa Yesu tu. Wengine ni walimu na ni sawa, tunaweza kupata mambo kadhaa ya kujifunza kwao, lakini hawa ambao tunajifunza kwao lazima tuhakikishe kwamba na wao wanajifunza kwa Yesu. Kama nilivyosema katika wiki iliyopita, Paulo alisema, nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa hiyo mtu ambaye unatakiwa kumfuata, mtu ambaye unatakiwa kumsikiliza, mtu ambaye unatakiwa kujifunza kwake ni yule ambaye na yeye mwenyewe anajifunza kwa Yesu, na anatembea sawa na Yesu alivyotembea, anaishi sawa na Yesu alivyoishi, anafanya sawa na Yesu alivyofanya. Nje ya hapo huna sababu wewe mwenda mbinguni kujifunza kwa mtu, hata kama ana sifa na jina kubwa linalojulikana hapa duniani, lakini kama hana viashiria vya kujifunza kwa Yesu,
huna sababu ya kuendelea kumfuata wala kujifunza kwake. Utajifunza kimakosa na utajikuta umeharibikiwa katika maisha yako. Sasa katika wiki iliyopita tulikuwa tunafuatilia mambo ambayo Yesu Kristo tunapaswa kujifunza kwake. Yako mambo mengi, lakini katika somo hili nilitaka kuchukua yale mambo makubwa muhimu ambayo naweza kuyaona kwa jicho la haraka. Ingalau yapo mengi ya kujifunza kwa Yesu, lakini mambo makubwa manne ya muhimu kwa mtu yeyote ambaye anataka kuishi maisha ya kufanikiwa na kustawi na hatimaye uzima wa milele. Tuliangalia mambo mawili siku ya wakati ule katika wiki iliyopita. Jambo la kwanza ambalo tuliangalia lilikuwa kwamba Yesu huyu ambaye tunatakiwa kujifunza kwake, yeye aliishi maisha matakatifu hapa duniani bila kutenda dhambi. Bila kutenda dhambi. Aliishi maisha matakatifu hapa duniani. Maana yake bila kutenda dhambi, kutenda dhambi. Na tulisoma kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 4, kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 na mstari wa 15. Sura ya 4 mstari wa 15, sikiliza, anasema, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kutenda dhambi. Maana yake Yesu hakutenda dhambi, aliishi maisha matakatifu. Tunaanza kujifunza kwake kwamba Yesu aliishi maisha matakatifu duniani bila kutenda dhambi. Sasa tukaona kwamba sisi ambao tunahitaji kujifunza kwake Yesu, yeye Yesu tunapomtaka katika maisha yetu ili tuwe wanafunzi wake, tujifunze kwake, yeye ana uwezo wa kutufanya sisi pia tuishi duniani bila kutenda dhambi. Naona yeye Yesu ana uwezo wa kutufanya sisi pia ambao tuko tayari kujifunza kwake, kutuwezesha sisi kuishi hapa duniani bila kutenda dhambi. Tunaweza tukaona haya maneno katika kitabu hicho hicho cha Waebrania sura ya 2 na mstari wa 17 na wa 18. Mstari wa 17 na wa 18, Biblia inasema, hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Mstari wa 18, na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kutusaidia wao wanaojaribiwa. Aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Nirudie mstari wa 18. Kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa na dhambi. Katika kutenda dhambi, Yesu atatusaidia. Tukijifunza kwake, tukiamua kukubali kujifunza kwake maisha matakatifu aliyoishi, basi Yesu atatuwezesha, kutuwezesha tuishi bila kutenda dhambi hapa duniani. Naona anaweza kutuwezesha. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unapaswa kujifunza kwa Yesu ni ile kwamba Yesu aliishi maisha duniani bila kutenda dhambi, na yeye ana uwezo kukusaidia wewe uishi hapa bila kutenda dhambi. Na ndio maana sisi pamoja na kwamba tunaitwa Wakristo, lakini lugha nyingine ambayo Yesu alisema enendeni ulimwenguni mote mkawafanya watu wote na mataifa yote, katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, au mkawafanye kuwa wanafunzi. Wanaposema kuwa wanafunzi, maana yake kuwa wanafunzi wake Kristo. Naona, na kuwafundisha yote mtakayowaamuru ninyi. Maana yake yale ambayo Yesu anatuelekeza tunaweza kuwa wanafunzi. Kwa hiyo kama Mkristo, kama mtu wa Mungu, kama mcha Mungu, kama mtu ambaye unasema
na kwenda kwa Bwana, basi unajua lazima ujifunze kwake. Tabia moja ambayo tunaweza kujifunza kwake au somo moja ambalo tunaweza kujifunza kwake ni kuishi maisha hapa duniani bila kutenda dhambi. Jambo la pili ambalo tuliliangalia katika kipindi kilichopita, na nafanya summary kwa wale ambao hawakusikiliza kile kipindi au kwa wakati fulani labda kiliwapita kile kipindi, basi nikupe hivi afu nimalizie yale mengine mawili. Jambo la pili ambalo tuliangalia kwamba Yesu Kristo alijaa Roho Mtakatifu. Yeye alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, alifahamu umuhimu wa kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alijazwa na Roho Mtakatifu, alijazwa na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Luka sura ile ya 4 mstari wa 18, Yesu anazungumza maneno haya akinukuu maneno ya Isaya, lakini Yesu sasa anayasema kwa kuwa haya maneno yalikuwa yanamhusu, yaliandikwa zamani, lakini yakiwa yanamhusu yeye. Yule mtu alikuwa akitoa unabii katika siku za zamani kumhusu mtu atakayekuja ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alipotokea Yesu, kwa hiyo anasoma maandiko haya. Katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18, Biblia inasema, Yesu anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, unaona, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini, amenituma. Maana yake maisha ya Yesu ya ushindi na huduma yake ya ushindi ambayo ilionekana hapa duniani ni kwa sababu aliweka uzito wa Roho Mtakatifu katika maisha yake. Aliona umuhimu sana wa kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yake, na kwa sababu hiyo ndio maana anasema usione hizi kazi ninazozifanya, usione hii huduma ninayoifanya, usione haya matokeo ambayo unayaona juu ya wagonjwa, ni kwa sababu Roho Mtakatifu yuko juu yangu. Kama haipo juu yangu, hakuna kitu kinaendelea. Kwa hiyo maisha ya ushindi ya Yesu tunaweza kujifunza kwake ni kwamba yeye alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Alikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa amefunikwa na Roho Mtakatifu maisha yake yote. Kama unahitaji kujifunza kwa Yesu, na ni muhimu ujifunze kwa Yesu, basi ujifunze kwamba ili uwe na maisha ya ushindi, hata katika huduma, hata katika maisha yako, hata katika namna zozote unazozipitia katika maisha, lazima uwe umejazwa na Roho Mtakatifu. Haya ndio mambo ambayo tunaweza kujifunza kwa Yesu. Na kwa sababu hiyo Yesu naye kama ambavyo tumejifunza juu ya maisha matakatifu kwamba anaweza kutusaidia, Yesu na yeye mwenyewe naye ndiye amemtuma Roho Mtakatifu juu yetu. Amemtuma Roho Mtakatifu juu yetu. Na ukisoma katika kitabu cha Luka anasema msitoke hapa. Kitabu cha Luka sura ya 24. Kitabu cha Luka sura ya 24. Kitabu cha Luka sura ya 24. Na ile mistari ya mwishoni kule. Mistari ya mwishoni. Naona anasema mstari wa 48 anasema, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya, na tazama naletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo tokao juu. Kaeni humu mjini, maana yake ni kwamba msitoke Yerusalemu mpaka mmeipokea nguvu za Roho Mtakatifu. Naona msitoke Yerusalemu mpaka mmepokea nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini tunasoma maneno hayo katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza. Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Sikiliza, Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote
na Samaria na hata mwisho wa nchi. Unaona? Na Yesu anazungumza maneno haya juu ya Roho Mtakatifu. Yeye alikuwa amepokea nguvu za Roho Mtakatifu na zilimwezesha kuleta matokeo makubwa ya uponyaji, nguvu za Mungu, utendaji katikati ya watu. Mtu mmoja anamnukuu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema Yesu alizunguka huku na huku akitenda, anasema alimpakwa mafuta na Roho Mtakatifu akizunguka huku na huku akitenda kazi njema na kuwaponya wote walioonewa na Ibilisi. Manake kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu ulikuwa juu yake, na hivyo ndio limpelekea kuleta uponyaji juu ya watu. Watu walifunguliwa, watu waliponywa, kwa sababu nyuma ya nguvu za Yesu Kristo kulikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kama utaona mtu ana huduma ya kuwaombea watu na kuleta uponyaji kwa watu na kutenda miujiza, lakini hajapokea Roho Mtakatifu, basi ujue ana kitu kingine nje ya nguvu za Mungu. Inawezekana anatumia uchawi, inawezekana anatumia ushirikina, inawezekana anatumia nguvu yoyote nyingine. Lakini kama wewe ni mtu wa Mungu na unahitaji kuona utendaji katika maisha yako ya kimungu, lazima Roho Mtakatifu awe juu yako, awe rafiki yako wa karibu. Na ili kwamba Roho Mtakatifu awe rafiki yako wa karibu, na ili kwamba Roho Mtakatifu akufunike na mafuta yake, lazima uwe na wakati mwingi mbele za Mungu kwa maombi. Uwe na wakati mwingi mbele za Mungu kwa maombi. Kama hawezi kuwa na maombi, hautakuwa na nguvu za Mungu. Na kama hautakuwa na nguvu za Mungu, hautaweza kuona utendaji katika utumishi wako au katika maisha yako. Hautaweza kuona utendaji, zile nguvu za kimungu zitakuwa hazipo. Naona? Sasa tunajifunza kwa Yesu jinsi alivyothamini, alivyojali kuwa mtu mwenye nguvu za Roho Mtakatifu. Jambo la tatu ambalo sasa tunaweza kuliangalia katika siku ya leo, la tatu na la nne. Jambo la tatu ambalo Yesu Kristo tunaweza kujifunza kwake ni juu ya imani. Juu ya imani. Juu ya imani. Yesu alikuwa mtu mwenye imani. Lakini mwandishi mwingine anasema yeye mwenyewe ndiyo imani hasa. Tunapojifunza kwenye kitabu cha Wagalatia, kitabu cha Wagalatia sura ile ya 3 mstari wa 23. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 23 nasema hivi: lakini kabla ya kuja ile imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Mstari wa 25. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Kwa hiyo mwandishi huyu anapozungumza ya kwamba sheria ilikuwa inatuongoza ili kutuleta kwa mtu, kuna kitu kinachoitwa imani iliyokuwa inangojea, lakini baadaye inafunua kwamba hiyo imani tunayojua ni Kristo. Kwa hiyo huyu mwandishi anataka kutupa picha hapa kwamba Kristo ndio imani. Kristo ndio imani, yaani yeye ndiye ukamilifu wa imani. Tunapozungumza habari ya imani, tunapojifunza juu ya somo la imani, basi Kristo ndio imani mwenyewe na ndiye ukamilifu wa imani. Na kama tunataka kujifunza kuhusu imani, lazima tumtazame Yesu. Tunapotaka kujifunza juu ya imani, lazima tujipime kwa Yesu kuhusu imani, kwa sababu yeye ndiye imani. Yeye ndio ukamilifu wa imani. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, Biblia inasema hivi: nayo
yaani Kristo Yesu, alitoa wengine kwa mitume na wengine kwa manabii na wengine kwa wainjilisti na wengine kwa wachungaji na walimu. Yaani aliyetoa zile huduma 5 ni Kristo Yesu. Ukisoma kule juu asema alishuka chini akapaa juu zaidi ya mawingu, halafu akateka mateka akawapa wanadamu vipawa, halafu asema alitoa wengine. Yaani Mungu ndio amewezesha vipawa hivyo, kipawa cha kuwa mtume, kipawa cha kuwa nabii, kipawa cha kuwa mwinjilisti, kipawa cha kuwa mchungaji na walimu. Hawa watu hawajiweki, lakini wanaweka la Kristo. Sababu kubwa 2 ambazo Mungu Yesu Kristo amewaweka hawa watu kuanzia mtume, nabii, mwinjilisti, mchungaji na mwalimu. Sababu za Mungu kuwaweka watu hawa 2. Moja, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Ila la kwanza kwamba watakatifu wote walioitwa watakatifu duniani wakamilishwe. Watakao wakamilisha ni hawa watu, hizi huduma 5 ziwakamilishe katika maisha yao, wakamilike. Halafu wakikamilika hawa watakatifu waitende kazi ya huduma. Sema hata kazi ya huduma itendeke. Maana yake wakikamilishwa hawa wataingia kutenda kazi ya huduma. Ukiona mshirika muumini hayupo na kufanya kazi yoyote ya Mungu, hatumiki katika nyumba ya Mungu, amekaa tu basi, hana cha kufanya kwenye nyumba ya Mungu, maana yake huyu bado hajakamilika. Anapaswa kukamilishwa, anapaswa kufundishwa, anapaswa kujazwa neema ya Mungu, afundishwe, aelewe, aingie kazini. Hakuna Mkristo au mcha Mungu ambaye hana cha kufanya nyumbani mwa Bwana. Lengo la Mungu, hawa watu wanawekwa hizi huduma ili hawa watu wajue, wajifunze, alafu wajue huduma walizopewa, waingie kazini. Biblia inasema wanapofanya kazi zao kwa ukamilifu, mwili wa Kristo unajengwa. Unaona? Kwa hiyo mwili wa Kristo utaendelea kupanuka, utaendelea kuongezeka. Maana watazaliwa wainjilisti wengine, watazaliwa wachungaji wengine, watazaliwa manabii wengine, watazaliwa walimu wengine, wataingia kutenda kazi ya Mungu tena. Kwa hiyo mwili wa Kristo utaendelea kujengwa na kupanuka zaidi. Lakini wengine watafanya huduma mbalimbali ndani ya nyumba ya Bwana. Kwa sababu gani? Wamekamilishwa. Hilo la kwanza. Hilo ndio la kwanza ambalo limewafanya wawepo mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Sio tu kuwaombea watu na kuwaweka tu hapo wamekaa tu hawana cha kufanya. Hapana. Lazima wafike mahali waingie kazini. Ni kama vile tu mtu alipokuwa darasani, anaanza la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, mwisho anaingia sekondari, mwisho anaenda high school, mwisho anaenda chuo kikuu. Lengo lake sio tu kwamba waendelee kusoma tu, lakini wasome halafu wakatumike. Wengine wanakuwa mainjinia, wengine wanakuwa madaktari, wengine wanakuwa wafanya kazi katika maeneo mbalimbali, wengine wanakuwa wafanya biashara maarufu, lakini wamekuwa darasani wakijifunza. Kwa hiyo hawatajifunza miaka yote wanakuwa hapo, lakini lengo la kujifunza kwao watoke hapo wakatumike. Na hivyo hivyo kwenye nyumba ya Mungu, tunawaweka watu nyumbani, tunawafundisha watu, tunawakamilisha ili watumike. Natakiwa ufahamu hilo. Sasa lakini la pili anasema mstari wa 13 anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Unaona? Kwenye cheo cha kimo, kiwango cha imani aliyokuwa nayo Kristo Yesu, hawa watu wajifunze mpaka wafikie kwenye kile kiwango cha imani, kufika kwenye umoja wa imani. Unaona? Sasa Yesu Kristo ndio imani. Tunajifunza kwake kuhusu imani. Na wakati mwingi alipokuwa hapa duniani na wanafunzi wake, aliwafundisha somo la imani. Asilimia kubwa ya mafundisho ya Yesu Kristo alifundisha kuhusu imani. Na tunapaswa kujifunza kwake kuhusu imani. Kitabu cha Waebrania sura ya 12. Kitabu cha Waebrania
sura ya 12 na mstari wa 2, Biblia inasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba, akadharau aibu, ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo tunajifunza kwake Yesu ushindi wake mwingine mkubwa, kwa sababu alikuwa mtu wa imani, na imani ndani ya Kristo Yesu ilimwezesha kufanya mambo makubwa. Ilimwezesha kutembea juu ya maji, ilimwezesha kuagiza ile mikate 5 na samaki wale wachache wawili, kuomba na wale samaki na ile mikate kuongezeka. Hayo ni yametokana na imani. Lazima ufahamu kwamba kuna matendo yaliyotokana na Roho Mtakatifu, lakini kuna matendo ambayo yametokana na Roho Mtakatifu na imani, kwamba imani ilikuwepo na Roho Mtakatifu alikuwepo. Unaona? Na kama mtu ana Roho Mtakatifu lakini hana imani, kuna sehemu ambayo utapwaya. Sasa Yesu alipoponya watu magonjwa ni nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini alipofanya muujiza wa mkate michache kuwa mingi, imani ilitumika hapo. Aliposema yale maji yalete, halafu mpelekee mkuu wa meza, imani ilitumika pale. Alipotembea juu ya maji, imani ilitumika pale. Kwa hiyo unaweza kuona matukio. Alipowaambia ule mtini usizae matunda kuanzia sasa na hata milele, imani ilitumika pale. Unaona? Na alipokutana na watu ambao wana hali mbaya zaidi, unaweza ukamwona mtu na una Roho Mtakatifu, lakini ukamwona mtu hali yake ni mbaya kiasi ambacho kama huna imani hata unaanza kushindwa kuanzia wapi kumwombea. Unaitwa maiti, lazima imani pia itumike pamoja na Roho Mtakatifu, na imani itumike, kwa sababu utajiuliza, huyu maiti atanyanyuka kweli? Kwa hiyo ukishatia shaka tayari umeshaharibu. Imani inatumika pale. Kwa hiyo imani ni ya muhimu sana, na ukisoma wanafunzi wa Yesu, Biblia inasema katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 17, kitabu cha Mathayo sura ya 17 na mstari wa 19. Sikiliza hapa, kwa sababu muda wetu umekimbia, nitamalizia somo hapa. Anasema kisha wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, akasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtaambia mlima huu, ondoka uende kule, na utaondoka, wala litakuwepo neno lisiowezekana kwenu. Unaona? Sasa hawa wanaweza kuwaombea wagonjwa wengine. Naona kuna wakati fulani walienda kwa furaha, wakasema pepo wala tutii kwa jina lako, lakini wameletewa mtu ambaye sasa inahitajika pamoja na Roho Mtakatifu imani. Akasema nyie mlishindwa kwa sababu ya upungufu wa imani. Unaona? Kwa hiyo tunajifunza kwa Yesu imani. Na wanafunzi sasa walipoyaona maisha ya Yesu ya jinsi yalivyokuwa ya imani, wanamwambia katika kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 5, anasema, Bwana tuongezee sisi imani. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM, unaweza kumwambia Yesu leo tuongezee imani. Lakini chanzo cha imani ni kusikia. Sasa hivi umeanza kusikia maneno haya, na imani yako inyanyuke katika jina la Yesu. Uanze kujua kwamba inawezekana mambo yakatokea, lakini lazima ujifunze kwa Yesu kuhusu imani, na lazima ujue imani yako, namna ya kukua katika imani yako, kukua katika imani, kuongezeka kimo katika imani na kumjua Bwana katika imani. Utaona matokeo makubwa sana katika utumishi wako, katika huduma yako na katika maisha yako.
Mungu wa mbinguni akubariki sana. Somo hili hatujalikamilisha bado, tutalikamilisha tena Ijumaa ijayo. Naomba ufunike macho yako na mimi nikuombee. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu nyingi, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye amenisikiliza katika siku ya leo. Mpe neema kubwa ya kukujua wewe zaidi na kujifunza kwako, ili akaone matokeo ya ushindi hapa duniani na baadaye uzima wa milele. Msaidie mtumishi wako huyu kuyajua haya na kuyatendea kazi haya, maisha yake yakabadilike, katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki, uwe na mchana mwema. Tutaonana tena Ijumaa ijayo au vinginevyo. Tuna somo zuri jioni ya leo, somo zuri sana linalosema ya kwamba tumepewa kumiliki na kutawala, kwamba jioni ya leo tutaendelea kujifunza pia somo hilo. Mungu wa mbinguni akubariki, uwe na mchana mwema.